Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tupo na mada yetu inayosema kwamba miaka 1400 iliyopita Qur'ani ilisema mbingu na ardhi zilikuwa zimeungana. Je, wanasayansi wanasema nini leo? Qur'an ilitangulia kwa kusema kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeungana. Tuangalie na wanasayansi ambao wamefanya jitihada katika kuchunguza ulimwengu wamesema kitu gani? Naam, kabla hatujaenda mbali tuangalie, je, kwa wanasayansi kuweza kuchunguza ulimwengu ni jambo sahihi au si jambo sahihi? Allah subhanahu wa ta'ala anatujibu katika surati Yunus aya ya 101 kwa kutuambia kwamba qul inzuru madha fis samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa wito kwa ulimwengu mzima kupitia Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapoambiwa, sema, angalieni yaliyomo ndani ya mbingu na ardhi. Angalieni yaliyomo ndani ya mbingu na ardhi. Kwa hiyo leo tunapoona baadhi ya wanasayansi wakifanya jitihada ya kuweza kuchunguza hiki, ya kuweza kuchunguza kile, ya kuweza kujua kitu fulani kinapatikana eneo gani, kitu fulani kina faida gani, tufahamu kwamba wapo katika wito, wapo katika kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala aliotoa kwa kusema kwamba angalieni yaliyomo mbinguni na ardhini. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba angalieni, hakuishia tu kumaanisha kwamba tuangalie bila ya faida yoyote, bali kamaanisha kwamba tuangalie na tuchunguze na tutafakari. Tunapochunguza, tunapotafakari, tunapata faida nyingi ambazo zina manufaa katika maisha yetu. Kuna faida nyingi ambazo tumezipata kupitia tafiti tofauti ambazo zimefanywa na wanasayansi. Mfano mzuri, leo tukiangalia GPS. GPS imepatikana baada ya utafiti wa anga. Wanasayansi walivyoamua kuweza kuichunguza anga, kimepatikana kitu ambacho tunakiita GPS. Leo hii unaweza kwenda sehemu ambayo hujawahi kufika kwa msaada tu wa ramani katika simu yako. Leo hii tuna huduma mbalimbali za usafirishaji ambazo zinakuhitaji kuingia kwenye application yako na kuandika tu kwamba niko sehemu fulani, naelekea sehemu fulani. Dakika chache driver anakuja na kukupeleka sehemu unayohitaji bila ya kuanza kukuuliza kwamba unaenda wapi, tupite njia gani, kwamba kila kitu tayari kipo katika mfumo. Leo hii gari za wagonjwa zinaweza kumfikia mgonjwa kwa haraka na hospitali inaweza kujiandaa kumpokea mgonjwa. Gari yetu ambayo imekwenda kumchukua mgonjwa imefikia eneo fulani. Kwa hiyo inawarahisishia na wao kuweza kuandaa maandalizi mazuri ya kumpokea mgonjwa. Ni miongoni mwa faida ambazo tumezipata baada ya wanasayansi kuweza kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ulinzuru madha fis samawati wal ardh. Sema ewe Muhammad, angalieni yaliyomo
mbinguni na ardhini. Chunguzeni, tafakarini. Naam, tukirudi katika mada yetu kuu inayohusiana na kuungana kwa mbingu na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Sadaqallahu al-azim. awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Mahali hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba, je, wale waliokufuru hawaoni kwamba mbingu na ardhi zilikuwa kitu kilichongana kisha tukazitenganisha? Je, wale waliokufuru hawaoni kwamba mbingu na ardhi zilikuwa kitu kilichongana kisha tukazitenganisha? Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anauliza swali kwa makafiri ambao wanaopinga uwepo wake. Je, hawaoni? Katika utenganishaji huu umetuwezesha binadamu na viumbe wengine kuweza kuishi kwa salama duniani. Laiti visingetenganishwa, basi tusingeweza kuhimili ule mbanano wa ardhi na mbingu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliyemjuzi ametaka na alitakalo huwa, na yeye ndiyo mpangiliaji wa kila kitu. Kapanga kwamba mbingu yangu itaweza kutoa maji. Maji hayo yatakuja kuipa uhai ardhi, na ardhi inapopata uhai kupitia maji yanayotoka mbinguni, ardhi hiyo itatoa mimea mbalimbali ambapo itakuwa na manufaa kwa watu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji tuweze kutafakari juu ya huu mpangilio. Sio mpangilio ambao umetokea sehemu ambayo haijulikani, au sio mpangilio ambao umetokea hakuna aliyoweka, bali ameuweka yule ambaye aliyemjuzi juu ya kila kitu. Tunaporudi kwa wanasayansi, mwaka 1927 mwanasayansi George Lemaitre, yeye alikuja na wazo kwamba ulimwengu ulikuwa umejikusanya katika kitu kidogo sana, ambapo aliita primeval atom, kwamba kitu hicho kilivyoanza kupanuka ndipo ulimwengu ulianza kuzaliwa, ndipo vitu vingine ndani ya ulimwengu vilianza kuzaliwa. Tafiti ziliendelea mpaka ikaja kuzalika theory ya Big Bang, ambayo inasema kwamba mwanzo wa ulimwengu ulianza katika hali ndogo sana na yenye joto kali sana, kisha ukaanza kupanuka. Tunapata kufahamu kwamba Qur'an iliteremshwa zaidi ya miaka 1400 katika jamii ambayo haina vifaa vya kuweza kuchunguza ulimwengu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an amewaalika binadamu tuweze kufanya tafiti, tuweze kuchunguza, na hatutoweza kupata chochote ambacho kipo tofauti na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekizungumzia, kama ilivyo alivyozungumzia katika mwanzo wa ulimwengu ulikuwa vipi. Allah anatuambia kwamba mbingu na ardhi vilikuwa ni kitu kimoja kisha tukavitenganisha. Na hivyo hivyo ndivyo ambavyo wanasayansi wamepata majibu baada ya kufanya tafiti, kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kimoja kisha vikaanza kutengana. Wanasayansi wanasema kwamba the universe started very small and then expanded to become the vast universe we see today, kwamba ulimwengu ulikuwa katika hali ndogo sana kisha ukaanza kupanuka na hatimaye kuwa ulimwengu mkubwa tunaoona leo. Lakini hilo jambo Allah subhanahu wa ta'ala
ameshalizungumzia muda mrefu katika kitabu chake kitukufu. Awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, je, wale waliokufuru hawaoni kwamba mbingu na ardhi zilikuwa kitu kilichongana kisha tukazitenganisha?